Ninakusalimu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Karibu katika Mbiu ya Kusini kutokea Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Rehemaeli Josefu na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wito umetolewa kwa washiriki kuifanya kazi ya Mungu. Waumini waaswa kuacha kujiinua pindi wanapofanikiwa kihuduma na kiuchumi. Na katika habari za maburudisho, kikundi cha Echoes of Victory kutokea chuo cha Sokoine wameendelea kubariki. Na sasa ni habari kamili. Wito umetolewa kwa washiriki kujitoa katika kuifanya kazi ya Mungu kwa kutoa zaka na sadaka. Mwandishi wetu Musa Mkane kutokea kule Tunduma Songwe ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa wakati wa kuhitimisha makambi ya mtaa wa Mpemba nje kidogo ya mji mdogo wa Tunduma na mchungaji Sebastian Mtikale, ambapo amesema ni muhimu kwa washiriki kujitoa kwa nguvu zote kuifanya kazi ya Mungu, pia kujitoa katika matoleo. Kwa gharama yote, kwa hali iwayo yoyote, tumtumikie Mungu kwa moyo mweupe na kwa kujituma kabisa, tukiunga mkono shughuli za kanisa kwa matoleo yetu, tukiunga mkono kanisa kwa sadaka zetu, kuhakikisha kazi ambayo Bwana Yesu amekwisha kuianzisha inasonga mbele, inaendelea. Sambamba naye mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Mpemba, mchungaji Weston Mbugi, amesema ni wakati wa washiriki kushiriki makambi kwa kualika wageni zaidi na kujitoa kwa zaka na sadaka. Hasa kwa viongozi, tuwatie moyo washiriki wetu ili kuweza kuhudhuria makambi, na wale washiriki mnaonisikiliza, tuhudhurie makambi, maana ni sikukuu ya Wasabato. Ndio sikukuu ya pekee ambayo kwa mwaka mzima tumekuwa tukiingoja. Tumuinue Mungu, tumtukuze Mungu kwa nyimbo, tumtukuze Mungu kwa pia kwa sadaka na sadaka za shukrani, kwamba hebu tuwahamasishe washiriki waone umuhimu wa kambi ambalo Mungu amelianzisha mwenyewe, kwamba tupumzike. Gideon Nzunda na Senga William Bilalo ni baadhi ya viongozi wa makanisa yanayounda mtaa wa Mpemba, wamesema ushirikiano wa washiriki na kujitoa kwao ndiyo sababu pekee ya kufanikiwa kwa kambi hilo. Siri yetu ya mafanikio ni ushirikiano katika mtaa wetu, tukiwa na washiriki mbalimbali, lakini pia tukiwa na wadau mbalimbali ambao hasa wametuwezesha katika kambi hili, na hakika tumelifanikisha kwa neema ya Mwenyezi Mungu, na Mungu ametujalia limefanikisha sasa mapenzi yake. Kwa washiriki ni kuendelea kujitoa kumtumikia Mungu. Wewe uliyebarikiwa, ambaye una fedha, ambaye una kila chochote, wewe endelea kutoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa sababu fedha na mali vyote vyatoka kwa Mungu. Pia tumrudishie Mungu ili tuweze kukamilisha utume kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu. Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria katika makambi hayo wameonyeshwa kufurahishwa na masomo yaliyokuwa yakitolewa, na hapa wanashuhudia zaidi. Naitwa Ruthi Anyingise Kibona. Kwa kweli mtu anayekosa sikukuu ya vibanda ambayo ni makambi anakosa mambo mengi sana. Kwa hiyo tujitahidi, kila mtu na kila muumini, kila mshiriki, kila mwadventista aalike wageni kuja kwenye makambi kila mwaka. Kwa jina naitwa Koleta Mbukwa. Kwanza nimebarikiwa na somo la uongozi, ambapo mchungaji ametufundisha kwamba ukitaka kuwa kiongozi bora, basi ziangalie zile sifa za kiongozi, usiangalie kile cheo cha huyo kiongozi. Lakini pia kwa upande wa mahusiano, nimeweza kujifunza kuhusu malezi ya watoto. Tumejifunza kuwa watoto ni baraka, lakini pia kama ni baraka, basi kama wazazi tuna wajibu mkubwa wa kuwapa malezi yale ambayo Mungu ametuagiza tuwape. Na tukiwapa malezi bora, watoto wetu hawataiacha ile njia iwapasayo hata watakapokuwa wazee. Katika hitimisho la makambi haya, watu zaidi ya 5 wamemkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuzamishwa kwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania mkoani Mbeya, mimi ni Musa Michael Mkane. Asante sana Musa Mkane. Na sasa tuelekee kule Katavi, ambapo mkurugenzi idara ya uchapishaji na roho ya unabii Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, mchungaji Elias Misungwi, amewataka waumini kuacha kujiinua pindi wanapofanikiwa kihuduma na kiuchumi. Mwandishi wetu anapita kutokea kule Katavi ana taarifa zaidi. Mchungaji Misungwi amesema hayo wakati akifunga kambi la mtaa wa Kawajense uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, na kueleza kuwa
kumekuwa na tabia kwa baadhi ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma. Kiburi kimekuwa tatizo kubwa katika utekelezaji wa kazi ya utume. Watu hawataki kumtanguliza Mungu, watu hawataki kutoa vitu vyao ili vifanye kazi ya Mungu. Wanakuwa na kiburi cha uzima, kiburi cha elimu, kiburi cha madaraka, kiburi cha kutoka kumtambua kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Badala ya kuongoza Roho Mtakatifu atushikamanishe, tushikamane, tufungamane, tuwe kitu kimoja, tufanye kazi ya utume, basi tunaanguka kwenye kiburi na majivuno na kudharauliana na kusababisha umoja usiwemo ndani ya kanisa. Tunapokuwa na kiburi kama Wakristo, kama Waadventista wa Sabato, hatutaweza kufanikiwa na matokeo yake ni kukosa uzima wa milele. Ili kiburi kiweze kuondoka, tukae ndani ya Kristo, tukae ndani yake, maneno yake yakae ndani yetu, tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki kambi hilo wameeleza sababu ya Wakristo kuwa na kiburi cha huduma pindi Mungu anapowainua ni kutaka kuonekana bora kuliko wengine. Ninavyofahamu, mtu anayefanikiwa katika huduma fulani anataka aonekane yeye ndiye anayeweza, kitu ambacho Mungu hakipendi. Anachokihitaji ni kwamba ushushe kiburi ili nafasi hiyo atukuzwe yeye, usitukuzwe wewe. Wakristo wengi tunakuwa na viburi pale Mungu anapotuinua, kwa sababu Mungu anapotuinua sisi tunajiona, tunatumia hekima ambayo sio ya Mungu tena, tunatumia mawazo yetu binafsi, tunajiinua wenyewe badala ya kutumia karama Mungu aliyotupa. Tunajiinua wenyewe, tunajiona kwamba tumefika, sisi ndio sisi. Madhara ya kujiinua ni makubwa, maana kumejifanya kama wewe ndio nani? Ndio Mungu. Tunatakiwa tushuke, tukute Mungu wa mbinguni. Tutakapokuwa tumefanikiwa, sifa na utukufu viendelee kumrudia Mungu wa mbinguni. Naye mchungaji wa mtaa wa Kawajense Leonard Mwaipopo ameeleza namna kambi lilivyokuwa pamoja na umuhimu wa masomo yaliyofundishwa. Tumekuwa na wiki nzima ya makambi katika mtaa wetu wa Kawajense. Yamekuwa ni makambi ya pekee na ya aina yake. Makambi ndipo tunameleka kiroho. Tunapunguza changamoto nyingi zikiwemo msongo wa maisha, zikiwemo maumivu tuliyokutana nayo huko. Ndani ya siku 7 tunapata nguvu mpya na ali mpya, na zaidi ya yote kwenye kambi hili tumekuwa na kauli mbiu nzuri inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Maana yake ni kwamba watu wamepata matumaini ya pekee. Kwa kwenye makambi tunapata matumaini mapya. Kambi hilo la Kawajense limehitimishwa kwa matukio mbalimbali ikiwemo ubatizo, uzinduzi wa programu ya watoto pamoja na uchangiaji wa damu. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter. Asante sana Ana Peter kutokea kule Katavi, na sasa tuelekee moja kwa moja kule Mbeya ambapo washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni wametakiwa kuwalea watoto katika misingi ya kiroho na kijamii kwa kuwapeleka katika shule za kanisa. Mwandishi wetu Musa Mkane ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Daktari Amos Zakaria aliyekuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 16 shule ya awali na msingi MAPSI, ambapo amesema elimu ni ufunguo wa maisha katika ulimwengu huu, ya kwamba elimu haina mbadala. Wazungu wanasemaga kwamba education is an equalizer, yani elimu ndio inatuweka wote kwenye mizani sawia. Ndugu zangu, elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu, Biblia imesema tusiache ipotee. Watu tusiache elimu. Hakuna cha mbadala, kwa sababu ulimwengu tunaoishi hasa hauna mbadala wa elimu. Kila kitu kinapaswa uwe na ufahamu, uwe na ujuzi wa aina fulani. Naye Mwalimu Fungo, mwalimu mkuu wa shule hiyo, amesema kwa kuwapeleka watoto katika shule za kanisa ni bora, kwani huzalisha watoto wenye nidhamu na hofu ya Mungu katika jamii. Kusoma katika shule hii kuna faida kubwa sana. Unajua, tunaishi katika ulimwengu uliochanganyikiwa, ulimwengu ambao maadili sio kitu cha msingi. Maadili kwao imekuwa ni kitu, wanasema ni kitu chenye tafsiri tofauti. Lakini wakisoma katika shule hii, watoto wanakuwa na nidhamu njema, watoto wanakuwa ni watiifu, wakienda huko raiani wanakuwa ni raia wema, hawasumbui serikali, hawasumbui kanisa, hawasumbui wazazi. Kwa hiyo tunapata watoto ambao ni kitu bora kabisa. Hata hivyo, Musa John ni mwalimu wa taaluma katika shule hiyo. Amesema ni vema wazazi wakachagua kuwapeleka watoto katika shule za kanisa, kwani ndipo wanapata malezi ya kiroho na kijamii. Kila mzazi anayenisikiliza na kunitazama
ahakikishe anampeleka mwanaye katika shule za kanisa. Maana katika shule hizi sio tu kwamba tunaandaa watoto kwa ajili ya maisha hapa duniani, lakini kikubwa zaidi pia tunawaandaa kwa ajili ya ufalme unaokuja. Kwa hiyo kila mzazi ahakikishe analifanya hilo. Maana katika ulimwengu ambao tunaishi sasa ni ulimwengu ambao unahitaji wazazi tujikite sana katika malezi. Kwa hiyo kwa kuwapeleka watoto wetu katika shule za kanisa tutakuwa tumewasaidia sana kuandaa kwa ajili ya ufalme unaokuja, lakini pia katika shule zetu zinafanya vizuri. Kwa hiyo atapata vyote vya hapa duniani, lakini pia atapata kikubwa zaidi kuandaa watoto kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Emmanuel Jackson ni miongoni mwa walimu katika shule hiyo. Amesema ushirikiano baina ya wazazi na jamii pamoja na walimu ni muhimu ili kuwasaidia wanafunzi wawapo mashuleni. Cha kwanza kabisa ni kumtanguliza Mungu kuwa wa kwanza, na jambo lingine pia ni suala la tunasema ushirikiano mzuri wa kati ya shule na jamii inayotuzunguka, lakini kadhalika ushirikiano mkubwa tunaoupata kutoka kwa wazazi wa wanafunzi wetu. Hata hivyo, baadhi ya wahitimu katika shule hiyo wameonekana kufurahia katika siku hiyo, huku wakimshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Kwa jina naitwa Margaret Lamek Manigina. Kweli nimefurahi sana kuwa kwenye hii shule kwa sababu tunapata malezi ya kidini, kijamii, kiafya na tunajifunza vizuri na ufaulu wetu ni wa juu. Tumejiandaa vizuri kuelekea mtihani wa taifa. Tunaamini kwa neema ya Yesu Kristo tutafaulu vizuri kwenye mtihani wetu wa taifa pamoja na shule zote. Naitwa Emily Rogers. Hapa shuleni tunajifunza kiroho na kielimu. Kwa elimu yangu ambayo natumia mtaani tena kusaidia wenzangu na majirani zangu wamche Bwana na wabatize. Shule ya awali na msingi MAPSI imeadhimisha mahafali ya 16 mwaka huu, huku wanafunzi zaidi ya 105 wakifanikiwa kuhitimu masomo yao. Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania mkoani Mbeya, mimi ni Musa Michael Mkane. Na mtazamaji, usisahau kutembelea mitandao yetu ya kijamii ili kuweza kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana katika runinga yako. Tunaendelea na Mbiu ya Kusini. Mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na uinjilisti kupitia vyombo vya habari Division ya Afrika Mashariki na Kati, Mchungaji Christopher Ungani ametoa wito kwa washiriki na jamii kwa ujumla kuwapa watoto majina yanayoendana ili kuaksi tabia na maana za majina hayo kiroho na kijamii. Amani Msomi kutoka Dar es Salaam ana taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na mchungaji hapa katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Mwongozo, ambapo mchungaji amewashauri watu kuweza kuwapa majina watoto wao kulingana na maana ya majina hayo ili waweze kuleta tija katika jamii na kiroho kwa ujumla. Tupate nafasi ya kujifunza kwenye Biblia. Usipite jina ukadhani jina tu limeandikwa. Hamna jina ambalo linaandikwa bila makusudi. Kama lingekuwa halina kusudi lingeachwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwasukuma waandishi kuandika kila kitu bila kuruka, kwa sababu ndani yake kuna mafundisho. Washiriki, someni majina ya kwenye Biblia, someni kila neno, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Aidha, mchungaji Ungani aliweza kuwaasa watu kuwa wanyenyekevu katika kazi ya utume licha ya kuwa na matendo mema machoni kwa watu, kwa sababu Mungu hutizama zaidi ya hapo. Lakini kulikuwa na Yusufu, kwa mfano Yusufu wa Barsaba hakuchaguliwa, na alikuwa mtu mwenye sifa njema, mnyofu, mtu mwadilifu, mtu wa haki. Lakini saa hakuchaguliwa kwamba unaweza kuwa mtu mnyofu, mtu mwenye haki, mtu mwema kabisa, lakini usichaguliwe kwa sababu Mungu anaangalia zaidi ya hicho, kama Biblia katika Matendo ilivyokuwa inazungumza. Kwa upande wake mchungaji Kumbuka Mlazi, ambaye alikuwa na hudumu katika kambi hili katika upande wa mafundisho makuu, amewasihi washiriki kuzitunza ndoa na kuwaomba vijana wasiogope ndoa, kwa sababu ndoa ni jambo la baraka. Kama washiriki wa kanisa na watu wengine, tukijifunza kufuata maagizo ya neno la Mungu na kanuni zake, tuna nafasi ya kuishi kwa furaha katika ndoa zetu, na ndicho Mungu anachopenda. Wito wangu kwa vijana, wasiogope kuingia kwenye ndoa, na kwa sababu watakuwa kwenye kanisa hili, litawafundisha mambo mengi na mbinu nyingi za kuishi kwa amani na upendo, na kwa neema ya Mungu inawezekana kuwa na familia yenye nguvu na yenye mvuto. Kambi hili limeweza kuhudhuriwa na watu wengi kutoka mtaa huu wa Mwongozo, ambapo baadhi ya washiriki waliohudhuria makambi haya wamekuwa na haya ya kusema. Kwa kile ambacho tumelishwa
kiroho, hebu kikatujenge, kikatuandae katika safari ya kwenda mbinguni, ili kwamba siku moja kwa kuyaishi haya tukamtangaze Kristo. Na hakika kwa makambi ya mwaka 2026 katika mtaa Mwongozo, hakika tumeona utukufu wa Mungu. Kambi hili lilihudhuriwa na kwaya kutokea kule DRC Congo, ambapo mwalimu na baadhi ya wanakwaya wa kwaya hii wameweza kuelezea furaha yao ya kuja kufanya kazi hii ya Mungu Tanzania, uzoefu wao hasa katika makambi haya. Tunafurahi sababu katika uimbaji tumeona utofauti fulani kati ya waimbaji toka Kongo na waimbaji wa mahali hapa. Alafu tukajifunza lakini pia kunyenyekea. En train de clôturer notre camp meeting à l'endroit appelé Mwongozo. Ici si rahisi kutoka Kongo kufika mpaka hapa, haiko facile, lakini kwa sababu c'est pour la gloire de l'Éternel tumefika Tanzania, na kusema kweli makambi ni mazuri, tumejifunza mambo mengi. Safari hii ya kutoka Goma mpaka hapa Tanzania, kwangu mimi binafsi ni kama vile une experience montée. Donc ni jinsi mtu kudekuvrir vitu katika roho. Mahubiri yameweza kuhitimishwa hapa kwa ubatizo wa takribani watu 10 ambao wameweza kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ripoti kutokea hapa Mwongozo jijini Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma, Hope Channel Tanzania. Kutokea Dar es Salaam tuelekee moja kwa moja Dodoma, ambapo wanawake jimbo la kati mwa Tanzania wamepewa shime na wito wa kufanya uinjilisti ili kufanya kazi ya Mungu isonge mbele. Mwandishi wetu Jennifer Mrema kutokea pale Dodoma ana ripoti zaidi. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya wanawake Bi Lea Msambwa wakati wa ibada ya maombi ya wanawake yanayofanyika kila mwanzo wa mwezi. Amesema kuwa uinjilisti unafanyika na wanawake wanafanya kazi ya Mungu, ambapo kikosi kimoja kimeshajenga kanisa kwa sasa. Uinjilisti ambapo katika uinjilisti huu tunaofanya ni vikosi vidogo vidogo vya wanawake 6 mpaka 10 ambao wanafanya uinjilisti kwa vikundi hivyo. Na siku ya leo sasa tumeona maajabu makubwa katika vikosi hivi. Kikundi kimoja cha wanawake kimeweza kujenga kanisa, kimepaua, na ile eneo linategemea kufanya pia effort. Wanawake hao ni kikosi cha watu 10 ambacho wamefanya mambo makubwa sana. Nao baadhi ya wanawake wanapata fursa ya kuhudhuria ibada hiyo wamesema kuwa maombi hayo ni bora na mazuri kwa kuwa yanawasaidia kukua kiroho pamoja na kupata fursa ya kumtukuza Mungu. Haya maombi, subutu kujaribu kuja. Fika angalau siku moja tu, hautaacha kuja kwenye haya maombi kwa sababu ni maombi ambayo kwa kweli yanamtukuza Mungu. Fika na kushauri wewe mwanamke ambaye hujawahi kufika kwenye haya maombi ufike. Pia tunapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndio anayetuongoza. Hatuwezi kufanya mambo tukafanikiwa bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, tuna uwezo na nguvu ya kuzishinda hata zile hila za yule muovu. Baadhi ya wakina baba waliohudhuria maombi hayo wameshukuru uwepo wa maombi hayo kwa kuwa ni sehemu ya kila mmoja kupata baraka na kujisogeza kwa Mungu. Katika haya maombi watu wote wanajibiwa, wanaume wanajibiwa, wanawake wanajibiwa maombi yao. Kwa hiyo nikualike kwa namna kipekee wewe mtu wa kiume, mwanaume, karibu sana katika maombi haya. Utakaposikia kwamba maombi haya yapo, ya leo yako Ntyuka, mwezi unaokuja yatakuwa katika kanisa lingine. Tujumuike pamoja wanawake na wanaume kwamba maombi haya sio ya wanawake tu peke yao. Mimi mwenyewe ninaye kushuhudia leo ni mwanaume na ninahudhuria sana katika haya maombi. Kwanza ni maombi ambayo yanakuweka karibu na Mungu na unatambua ni namna gani kama mwanadamu na kama mtu wa Mungu unatakiwa kuwa karibu na Mungu wako. Namna unavyomuomba, namna unavyo connect naye, namna hata we mwenyewe unavyo behave kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haya sio maombi peke yake, bali ni mahali, sehemu nzuri ambayo inaweza kukusaidia kukutana na Mungu wako.
Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, Hope Channel Tanzania. Tunasonga mbele katika Mbiu ya Kusini na moja kwa moja tunapoelekea Mbeya. Mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Nyanda za Juu Kusini, Mchungaji Toto Kusaga, ametoa wito kwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kujitoa kikamilifu katika kufanya kazi ya Mungu, ikiwemo ujenzi wa majengo mazuri ya kuabudia. Sharifa Mgalulo kutokea Mbeya ana taarifa zaidi. Ametoa wito huo mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest linalopatikana katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini jijini Mbeya. Tumeweka jiwe la msingi kwenye ukumbi ambao una uwezo wa kuchukua takriban watu zaidi ya 1,800. Ukumbi huu ukimalizika, jina la Mungu litatukuzwa. Na hivyo nipende kutoa wito kwa waumini na wadau wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania kwamba saa imefika sasa kuweza kufanya vitu vikubwa na vya maana sana kama mojawapo ya ujenzi wa ukumbi kama huu, na Mungu atatukuzwa. Hivyo popote pale ulipo, muumini, mfuasi, hebu uone haja na umuhimu wa kumjengea Bwana, maana kuna faida. Naye mchungaji wa mtaa wa Forest Juma Jeriko Kasiba ametoa shukrani zake za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ujenzi huo, kwani ni njia mojawapo ya injilisti kwa wengine. Tunaamini kwamba jengo au mahali pazuri pa ibada au pa kufanyia semina ni kivutio kizuri kwa utume, kwa sababu watu wanapokuja, wanapoona mahali mnapoabudu, wanaamini kwamba Mungu mnayemwabudu ni Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu ambaye anaheshimiwa, kuliko mkiwa na kanisa kamechoka, mahali hata hapaeleweki. Kwa hiyo jengo pia ni sehemu ya utume, kama vile katika mipango ya kanisa ya miaka 5 imo pia kubadilisha taswira. Kwa hiyo tunaamini jengo hili litachochea uinjilisti na utume katika eneo hili la Forest, na Mungu ataendelea kutukuzwa sana. Kwa jina naitwa Timothy Alipipi, mkuu wa idara ya majengo kanisa la Waadventista wa Sabato Forest mpya viunga vya jiji la Mbeya. Ujenzi huu ulianza mwaka 2025 lakini umeweza kuwekwa jiwe 2026. Jengo likiwa limejengwa na kuwezekwa, hatua ya boma imekwisha. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya jengo hili, kwa sababu litakuwa na manufaa au limekwisha kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Moja, litatumika kwa ajili ya mikutano mikubwa, net event pamoja na mikutano mingine. Lakini ni wito kwa washiriki, tunaomba jengo hili bado halijakwisha, finishing inatakiwa. Hivyo kadri waliofanya hapo nyuma wasichoke, mahali popote walipo, hata ambao sio Waadventista wa Sabato, jisikie kumjengea Bwana. Nao baadhi ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Forest wameonyesha furaha zao kwa hatua waliofikiwa ya ujenzi wa kanisa hilo. Kwa jina naitwa Joyce Konga, mshiriki wa kanisa la Forest. Ninayo furaha kubwa siku ya leo kuzinduliwa kwa jengo hili ambalo linaleta utukufu mbele za Mungu. Lakini mimi kama mkuu wa idara ya huduma za wanawake katika kanisa hili, ninayo furaha kubwa kuongea kwenu kwamba wanawake wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana namna ya kujenga jengo hili, ambapo nina furaha kwa siku ya leo ambayo ni siku ya Sabato ambayo tumeabudia katika jengo letu hili jipya. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na kila mtu amekuwa na moyo mkunjufu wa furaha sana. Tunamshukuru Mungu kwamba tuna vijana ambao ni wengi katika kanisa hili ambao wamejitoa kwa moyo mkuu kushiriki kazi ya utume, na sio tu katika kugawa vitabu lakini pia katika kumjengea Bwana nyumba. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa tukisonga mbele na Mbiu ya Kusini. Wito umetolewa kwa washiriki kuifanya kazi ya Mungu. Waumini waaswa kuacha kujiinua pindi wanapofanikiwa kihuduma na kiuchumi.
Na katika habari za maburudisho, kikundi cha Echoes of Victory kutokea chuo cha Sokoine wameendelea kubariki wengi. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuitazama Hope Channel Tanzania, na tunaendelea na Mbiu ya Kusini katika habari za maburudisho. Kikundi cha Echoes of Victory kutokea pale chuo cha Sokoine wameendelea kubariki wengi, na katika juma hili wametoa wimbo unaosema yupo Mungu. Tafadhali sikiliza, nina imani utabarikiwa. Yupo Mungu katikati yetu, nazijua habari zake, ananyosha mapito yangu, aniongoza njia zangu. Nina raha moyoni mwangu, siku zote yuko na mimi. Oh, nina raha moyoni mwangu, siku zote yuko na mimi. Ninatafakari upendo wa Yesu maishani mwangu, anaweza kukufanya ukawe mpya. Yesu mwana wa Mungu, nitalisifu jina lake, jina lenye uwezo kushinda yote. Yesu ndilo jina litupasalo kutukoa. Na mtazamaji, hayo ndio tulionayo kwa juma hili katika dawati letu la habari kutokea Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Tafadhali tembelea mitandao ya kijamii Southern Tanzania Union Mission, ikiwepo Facebook, TikTok, Instagram pamoja na YouTube, ili uweze kutoa maoni lakini kupata taarifa zaidi yale ambayo yanaendelea Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Rosemary Joseph, endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutokea hapa Hope Channel Tanzania.